juzi kwamba nitakuwa nanyi jioni ya leo. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameniambia niwape salamu nyingi sana za upendo. Mmezipokea? 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 Nawashukuru sana. La pili, nawashukuru mno kwa kukubali mwaliko wangu wa kuja kushiriki futari ya leo. Asanteni sana sana sana. La tatu, nawaomba tutumie mwezi huu mtukufu na mwezi wa Kwaresma kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendeleze umoja wa nchi yetu, aendelee kutulinda na maadui wakubwa kwa ubaguzi wa kidini, kikabila, kikanda, kirangi. Watanzania wote tuendelee kuwa wamoja kama tulivyo, tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na upendo. La mwisho, la ngapi? La mwisho, nawashukuru tena na wapenda sana. Asante. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya kumshukuru Mungu, endelee pia kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya kwa taifa letu, lakini sisi wana Ruvuma tukiwa pia ni wanufaika wa kazi hizo. Aidha, nikushukuru wewe kwa mapenzi yako makubwa ulionayo kwetu. Nakumbuka mara ya mwisho ulipokuja kwenye sherehe ya Majimaji, uliniambia kwamba umepanga kuja kufurisha ndani ya mkoa huu, na kwa kweli mara zote nimekuwa nikijifunza kwako kwamba unapotamka jambo lazima ulitekeleze, na hii ni ishara ya viongozi wanaoahidi na kufanya mambo. Kama Rais, kama ulivyofahamishwa, futari hii uliyoiandaa imejumuisha wananchi kwa makundi kutoka katika wilaya zetu zote 5 za mkoa huu. Hatukuweza kuwachukua wananchi wote kwa sababu ya umbali, lakini na majukumu mengine, basi tukawaleta kwa uwakilishi wao kama ambavyo tumetoka kusikia wametambulishwa. Jioni ya leo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, naendelee tu kuthibitishia kwamba mkoa huu wa Ruvuma uko salama na wananchi wanafarijika na kufurahi kutokana na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 ukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na nyinyi wasaidizi wake. Nikuhakikishie tutaendelea kutekeleza maagizo na miongozo ya kuwatumikia wananchi, lakini kikubwa pamoja na kusimamia miradi ya maendeleo na miradi mingine inayoletwa ndani ya mkoa wetu. Kwa jina naitwa Kevin Charles, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Leo hii tumejumuika hapa pamoja kwenye iftar ambayo imeandaliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi. Lengo lake kuu lilikuwa ni kutuweka pamoja Waislamu pamoja na Wakristo tuweze kufuturu pamoja, lakini ametuasa na ametuomba tudumishe amani, umoja, mshikamano na upendo, lakini kubwa zaidi tuendelee kumwombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili awe na afya njema, ili waendelee kushirikiana kwenye kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Na kubwa zaidi, sisi kama watu wa mkoa wa Ruvuma kwa makundi yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuandaa iftar hii ambayo imetuweka pamoja na tumeweza kufuturu na kushirikiana pamoja katika Wakristo pamoja na Waislamu. Kwa majina anaitwa Isa Abdallah Chamajaha, ni imamu Masjid Rahmani Msamala. Kwanza kabisa niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia jioni hii ya leo kuja ndani ya kushiriki kwenye hili zoezi la iftari ambayo imeandaliwa na makamu wa kwanza wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Tuseme kwa kweli
Hili jambo alilofanya linaonyesha ni uzalendo, lakini linaonyesha ni namna gani ambapo ameweza kuja kuandaa iftari hii bila kuzingatia itikadi ya kidini, kwa maana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini hata wale ambao hawana dini, maadamu wote ni Watanzania. Kwa kweli tumeenda kuenjoy sana katika iftari hii. Inaishiria ni umoja na upendo na matumaini tuliokuwa nayo, na ukizingatia kama hotuba yake fupi ambayo ameenda kuisema, amehimiza Watanzania wote tuendelee kuwa katika amani, upendo na mshikamano. Na mimi niendelee kusisitiza kama ambavyo makamu wa rais amezungumza kwamba ni kweli kwa niaba ya Watanzania wote kwamba tuendelee kushikamana katika swala zima la upendo, amani na utulivu, na wale ambao wana fursa kwa muda huu uliobakia wa masiku 3, 4, 5 haya, basi nao wanaweza kuandaa kitu kama hicho ili kuendelea kuleta mshikamano kwa Watanzania. Ni Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Mfaranyaki, naitwa Abraham Mosile. Kwa kweli nimefurahishwa na jambo ambalo alifanya makamu wa rais. Amekumbuka, amerudi nyumbani. Unajua amekuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka 5, miaka 10 takriban. Sasa leo amekuja nyumbani kwa kweli. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuonesha upendo ambao ameufanya, na hilo lilifanya maana yake Watanzania watazidi kushikamana na serikali yao, watashikamana pia na makamu wetu wa rais. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa jambo ambalo alifanya siku ya leo. Kwa kweli mimi nadhani nchi yetu bwana ina amani ya kutosha. Kwa hiyo mimi naomba tu Watanzania tuende kumuomba Mungu, tusali, tuombe viongozi wetu, tumwombee mama yetu Samia Suluhu Hassan, tumwombee makamu wetu wa rais na viongozi wetu wote wa serikali ili amani endelee kudumishwa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa majina anaitwa Nasibu Zubeli Chamajaa. Iftari ya leo tumeiona imekwenda vizuri. Kwanza namshukuru Mheshimiwa makamu wa rais kwa kutufuturisha siku ya leo. Mwenyezi Mungu amjalie utendaji wake wa kazi, amjalie safari yake ya kisiasa na kiutendaji kiserikali. Kiukweli tumefurahi wananchi wa Songea. Tumefurahi na tumefarijika sana. Swala la mshikamano na amani kwetu sisi hili ni somo. Kwa kini leo katuita sisi Waislamu na wenzetu wasiokuwa Waislamu kuja kutufutulisha, tumefuturu kwa pamoja, na umeona hali ilivyo, tumeshikamana, tunasalimiana, tunapokezana, tunakumbatiana, walio Waislamu na wasio Waislamu. Hii ndio amani yenyewe, kuchangamana namna hii.